naona mke wangu ananenepa. Kwa hiyo unaumwa nini sasa kuniambia? Unajua kama sio mimi hapa mwanangu. Yaani sielewi. Sawa, ila dawa yako ipo jikoni, nitakupa vizuri, utapona. Na utaumwa tena. Bwana shemeji. Vipi shem? Fresh bwana, vipi? Safi, karibu sana. My sister. Mambo vipi bwana? Za siku. Bwana vipi? Safi. Kwema ndugu yangu. Kwema, karibu. Bwana safi kabisa. Za masiku. Kumbe bwana bodaboda wanakufahamu mtaa huu. Ya, mimi maarufu sana shemeji. Kweli mimi mwenyewe nimeona. Jina moja tu. Bwana kwa Mangi kweli wakanishusha mpaka hapa chap. Na bwana kwa Mangi hapa. Na mimi nilipogonga nikikuingia hivi ni wewe kweli bwana shemeji. Unaona mama kufanya surprise shemeji. Bwana surprise, kasema sasa hizi surprise nasikiaga tu surprise, ni lazima leo ngoja mimi nifanye surprise. Bwana. Unapita unaelekea wapi shemeji? Mimi sipiti. Mimi sipiti. Yaani hapa huu mguu ulikuwa wa kwenu. Nimekuja kuwasalimia hapa. Yaani ndio umekuja hapa? Ndio nimekuja. Nimekuja ndugu yangu. Nimechoka sana, ningepata hata maji kidogo nioge ili kidogo na mimi mwili utulie bwana. Subiri. Hivi uko serious? Ndio umefika? Niko serious. Mimi nimefika. Unamsikia? Yaani labda nikuulize, akili zake ziko sawa sawa kakako? Hivi shemeji unakujaje kwa mtu pasipokuwa na kutoa taarifa, upigi simu unakuja tu from nowhere? Maana yake nini? Sasa shemeji, wewe ni shemeji yangu. Huyu dada yangu. Toka pale umemchukua dada yetu, hakuna hata mmoja ambaye amekuja kukutembelea hapa. Sasa mimi shida gani mimi nimekuja hapa kwako? Sawa, hata kama mimi nimemwoa dada yako, sijaoa ukoo mzima. Hata mimi mwenyewe nilipokuwa nakuja kwenu, nilileta barua, zikaja process zingine. Hata wewe unapotaka kuja kwa shemeji yako, bidi utoe taarifa kwanza shemeji. Nina madhumuni yako nini sasa shemeji unakuja pasipokuwa kutoa taarifa? Ungekuta na wageni wengine hapa, wamejazana koo, inakuaje sasa? Mimi sioni tatizo lolote. Kwa sababu hata kama wageni wengine wapo, lakini mimi huyu dada yangu sio vizuri bwana dada yangu kuja kumsalimia. Shemeji mimi nimekuja. Mimi nimekuja nikajua nitapokelewa kwa fulana nini. Yaani wewe ulichokosea unatakiwa utoe taarifa. Huo zako wanavyoenda hivyo ni nyumba za ibada. Mtu yote anaweza akakurupuka tu, anaingia anaenda kanasali, akamaliza hapo anaondoka zake. Sio unakurupuka tu hivi katika nyumba ya mtu, unatakiwa utoe taarifa. Unajua si tupo vipi? Ni kweli lakini sawa. So kesi umekuja. Unakuja kukaa ndani ya siku ngapi? Mimi nimekuja nakaa siku nyingi sana, kwa sababu hata nilivyoshuka kwanza nimeshuka pale, yani pale Magufuli pale stendi ya Magufuli imebadilika sana. Yani mazingira mazuri. Yani Dar es Salaam nilikuwa sijawahi kuiona Dar es Salaam. Yani mimi Dar es Salaam nilivyoiona hivi. Kwanza nikasema hapa cha msingi nitakaa bwana shemeji. Mimi nataka kabisa nipate, kwa sababu sijapata mwenzangu. Nataka niolee huku Dar es Salaam, nikitoka nimeona warembo wako wazuri Dar es Salaam. Ngoja nikwambie kitu kimoja shemeji. Hapa wewe kukaa haiwezekani. Kwa sababu umekuja pasipokuwa bila kutoa taarifa. Mimi nitakwambia tu. Kuna nyumba za wageni kwa ajili yenu watu kama nyinyi. Sasa mimi nitakulipia guest ndani siku hizi 2 siku 2. Utalala hapo. Baada hapo shemeji. Sasa shemeji unakosea. Mimi huyu dada yangu. Mimi naye damu hii. Kwa nini mimi nikalale guest kama nyumba ipo nisilale hapa? Mke wangu, hicho ninachosema nakosea au niko sahihi? Ila kaka, si umsikilize kwanza shemeji yako. Yeye anajua hali hapa nyumbani. Monica sio kubadilika kiasi hicho, unabadilikaje hivyo? Kaka yangu sio kubadilika, maisha hapa mimi magumu. Humu ndani tuna vyumba hivi viwili, cha kwetu na cha watoto. Unasema tunakulaza wapi? Mimi naweza kula masofa. Kuliko msukule kwenye masofa kuna shida gani? Shemeji, hapa sio sehemu ya kulala watu, hapa ni sehemu ya kukaribisha wageni, kuzungumza na kuondoka. Wewe utakulala wapi sasa? Sasa hapa sebleni mimi nalala. Kwani kuna shida gani nikilala hapa, kuna shida gani? Bwana shemeji, kwenye hilo haliwezekani. Mimi msaada wangu binafsi yangu na kulipia hela ya guest ndani ya siku hizi 2. Baada hapo utarudi nyumbani. Hapa mjini utoe taarifa na mipango. Sawa shemeji, mimi nimekosea, pengine sijapiga simu. Mambo ya kusema surprise yangu mimi nimekosea. Sasa kwani guest hiyo kwani shilingi ngapi? Mimi naweza nikaendeleza tu nikanalala. Guest mimi kwa sababu shemeji yangu. Mimi nitakulipia guest ya shilingi 50 kwa siku. Wewe utalala na siku hizi usizidishe. Yaani ndani ya siku hizi 2 full stop. Umemaliza. Yaani ndio msaada wangu. Sina msaada mwingine. Guest huko 50. Okay, mbona maisha magumu unaelewaje?
Sasa kuliko kwani mkeka hamna shemeji, mimi nilale hapo kwa sababu mambo ya guest hayo hela ndefu. Sasa mimi sina 50,000 na mimi hapo nimebaki hela nilobaki nayo hapa ni kama 10,000 tu hivi. Sasa kaka, mimi nikajua labda guest 5,500. Unadhani tukulaze hapa mzee ni heshima jamani? Yaani naniliwa jomba zako watoke ndani ukute mjomba wao umelala. Mimi nitavumilia. Mimi saa 11 nishakunja ule mkeka na weka safi kabisa, ni safi, nitavumilia. Sasa shemeji, inakuwa sio ustaarabu hiyo, maana yake inakuwa ni adhabu. Sababu muda wa kupumzika unakuwa bado hujapumzika vizuri. Hata mke wangu anataka kufanya usafi, anashangaa bado umelala. Na sio kila siku utamka muda huo. Mimi kwa yaani msaada wangu mimi shemeji ninachokuomba ni huo. Sasa nitumie tu kwa sababu wanasemaga utu uzima ni dawa. Bwana shemeji yangu, dada yangu, mimi naomba kitu kimoja. Sawa bwana, mimi tunaomba kwamba ni ili kitu niende kwa busara. Hiyo umesema unalipia guest siku ngapi? Siku 2. Siku 2 tu. Yaani sizidishe. Ni siku 2. Usizidishe. Yaani ni siku 2 basi. 100,000. Basi mimi naomba hiyo 100,000 ili tu nichukue tu mabegi yangu nirudi niende zangu mkoa. Nirudi tu kwa sababu sasa naona mtawakwaza, nirudi tu mkoani. Sasa mimi nitafanyaje? Mimi naombeni tu 100,000 hiyo nirudi mkoani. Kwani nauli ya mkoani shilingi ngapi? 50,000 kakaangu. Na hiyo 100,000 upewe ya nini? Yaani hapo kama unataka naweza nikanunua hata visambusa vinini nikala njiani nikarudi. Sambusa ndio tukupe 100,000. Wewe umeshatumia 100,000 mpaka kufika hapa. Shemeji, huu mji ushakushinda mpaka dakika hii. Yaani umeingia kwa muda mchache tu lakini naona mji ushakushinda. Hauna mipangilio yoyote ambayo moja Dar es Salaam kuja kufanya nini? Sasa changanya Mbaliga, rudi ulipotoka shemeji. Basi niambie nauli tu rafiki. Nauli tu shemeji. Dada, hebu zungumza na shemeji. Anipe tu nauli mimi niondoke. Kweli. Wewe shaambiwa unapewa 50,000 yaani nauli ya kurudia nyumbani, msikilize shemeji yako. Ni hapa sina chochote. Hapa una shilingi 10,000 shemeji. Mimi nitakuongezea 40,000 itakuwa shilingi 50,000. Mimi natumai nitakuwa na nauli. Shemeji, siniacha maji shemeji. Hata maji si. Wakati unakuja manake ulibaki na 10,000 shemeji. Au manake hujala chakula chochote. Ila mume wangu, mpe tu, unajua kule ni mbali kwani. Ni mbali dada yangu, mwambie. Apate hata cha kufanya. Nikifika mimi pale nipande basi, nipande baskeli, maana nitembea kwa mguu, nivae viatu, nivuke mto, ndo nafika kijiji. Wewe mwenyewe unajua ulipokuja kule. Sasa ndo punguza mbwembwe kaka yangu. Sababu hapo usharibu mambo. Bado umekuja na mabegi mawili afu utoe taarifa. Kweli? Sasa mimi si njua nimefika. Basi bana sawa, mimi ngoja tu nifikie hata kituo cha polisi pale niwaombe msaada. Sasa polisi wapi? Mke wangu huyu hata nikimpa nauli hawezi kufika. Ngoja niende naye. Hebu nimpeleke mimi mwenye stand. Nihakikisha anapanda gari na hamna nauli. Twende. Twende shemeji. Shemeji unanifukuza hata maji. Si kweli tena maji. Twende shemeji. Maisha magumu shemeji. Yaani hapa mjini unataka ukija unatakiwa utoe taarifa. Sawa bwana, lakini